Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Regina Mziwanda. Karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, duru ya pili mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine inafanyika leo Jumatatu mjini Istanbul, Turuki. Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania yakumbwa na ukosoaji kutoka kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya upinzani ikiwemo chama cha ACT Wazalendo. Je, tume ilipaswa kufanya nini? Wasimamizi wa tume wasiwe wakurugenzi wa halmashauri. Hao wengi wamekuwa ni wanasiasa na tumeona jinsi ambavyo wameleta shida kwenye mchakato wa 2020 hata mchakato wa 2024. Na katika gumzo asubuhi hii tunaangazia kukithiri kwa mashambulizi ya Israel. Na je, hiyo inaashiria nini haswa? Ni muendelezo wa ile sera yake ya kuendelea kuyahujumu maeneo mbalimbali ya Gaza. Ni jambo ambalo linazidi kuleta athari, hasa ukizingatia hali za raia na akina mama katika eneo hilo. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Naam, asante sana Regina. Ujumbe wa Urusi umewasili mjini Istanbul nchini Uturuki kwa mazungumzo kuhusu mapigano na Ukraine. Pande zote mbili zinazozozana zimethibitisha kuwepo mjini humo kwa mazungumzo hayo hata baada ya Ukraine kufanya mashambulizi ambayo yamelenga viwanja vya ndege za kijeshi za Urusi. Mataifa hayo mawili yanatarajiwa kuwasilisha hati za kusitisha mapigano. Mwanahistoria wa Poland Karol Nawrocki ndiye anaongoza katika kura za urais ambazo zinamaliziwa kuhesabiwa nchini humo, akifuatiwa kwa karibu na meya wa Warsaw Rafat Trzaskowski ambaye ndiye alikuwa mpinzani wake mkuu. Ushindani baina ya wagombea hao wawili umekuwa mkali na hata wakati fulani meya wa Warsaw alikuwa anaongoza. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa hii leo. Kumekuwepo na maandamano nje ya kituo kimoja cha polisi mjini Nairobi hapo jana baada ya kukamatwa kwa mtengeneza programu za kompyuta Rose Njeri. Njeri alikamatwa baada ya kutengeneza programu ambayo Wakenya wanaweza kutoa maoni yao kuhusu mswada tata wa fedha. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Wanaharakati hao wa Kenya walikita kambi nje ya kituo kimoja cha polisi mjini Nairobi na kuandamana wakipinga kushikiliwa kwa siku 2 kwa mtengeneza programu ambaye aliunda mtandao ambao watu wanaweza kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha. Utawala wa Rais William Ruto umekuwa ukikabiliwa vikali na wakosoaji wa serikali baada ya maandamano makubwa yaliyotokea mwaka jana ya kupinga mswada wa fedha na kuongezwa kwa ushuru. Njeri alikamatwa siku ya Ijumaa baada ya kuchapisha kwenye mtandao wa X zamani Twitter kuwa Wakenya wanaweza kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka huu, maafisa wa usalama wakisema chapisho hilo lilikuwa linapinga mswada huo wa fedha. Na mamlaka katika jimbo la Colorado nchini Marekani zinasema watu 6 wamejeruhiwa baada ya vifaa vya kuwasha moto vilirushiwa kundi moja la Kiyahudi ambalo lilikuwa likiandamana kuunga mkono mateka wa Israel wanaozuiliwa na Hamas. Mshukiwa tukio hilo ambaye anashikiliwa kwa sasa ametambuliwa kama mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 45 ambaye kulingana na maafisa wa usalama alikuwa anapaza sauti akisema waweke huru wa Palestina. Balozi wa Israel nchini Marekani amekemea vikali tukio hilo akisema Wayahudi ambao wamekuwa kiandamana kufuata sheria wamekuwa wakilengwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja. Nchini Tanzania tutegee sikio kupitia Radio Kwizera Ngara. Nchini Kenya ni Mwanedu FM na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda.
Na kwa kuanza kile tulichokuandalia kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu, duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine inafanyika leo Jumatatu huko mjini Istanbul, Uturuki. Pande zote mbili zimethibitisha kuwepo kwa mazungumzo hayo licha ya shambulio lililofanywa na Ukraine kwenye kambi ya Urusi ya ndege za kivita. Taarifa zaidi na Halima Nyanza. Katika mazungumzo hayo, ujumbe wa Urusi unaongozwa na afisa wa ngazi ya juu katika ikulu ya Urusi Kremlin, Vladimir Medinsky, huku ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wake wa ulinzi Rustem Umerov. Mwakilishi maalum wa Marekani amesema pande zote mbili zitawasilisha hati zinazoelezea hitaji la kusitisha mapigano. Hata hivyo, matarajio ni madogo wakati ambapo pande hizo mbili zinazopingana zikitofautiana juu ya jinsi ya kumaliza vita hivyo. Na katika wakati ambapo pia mapigano yanaendelea, ambapo jana Jumapili, Ukraine kwa kutumia ndege zake zisizo na rubani zilishambulia kambi za ndege za kivita za Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelisifu shambulio hilo. Aidha, Rais Zelensky amefahamisha kwamba watu wote waliohusika kwenye operesheni hiyo waliondoka salama Urusi kabla ya mashambulizi. Urusi nayo imethibitisha mashambulizi hayo kwenye mikoa yake mitano na kuita kuwa ni tendo la ugaidi. Akizungumzia juu ya mashambulizi hayo, gavana wa mji wa Yakutsk, Urusi, Igor Kobzev, amesema mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani katika kambi ya kijeshi ya Sredin, Siberia, yalifanywa kutokea katika lori la mizigo. Ni Halima Nyanza. Baadhi ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi kambini nchini Rwanda wanasema wamesikitishwa na uamuzi wa serikali ya Marekani kusitisha mpango wa kuwapatia makazi mapya nchini Marekani. Waliozungumza na BBC wamelalamika kwamba wametenganishwa na familia zao, huku wengine wakisema tayari wameuza mali zao kuhamia nchini Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema kuwa linafanya mazungumzo na utawala mpya wa Marekani kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Mwandishi wa BBC Yves Butana amezungumza na baadhi ya wakimbizi hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Halo, meze mutabiyo muri Amerika. Claudine Uwamahoro nje ya kambi ya wakimbizi ya Mahama anamoishi kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Miezi 8 imepita tangu mume wake alipopelekwa nchini Marekani kufuatia mpango wa kuwapa hifadhi baadhi ya wakimbizi wa Kongo, huku akiacha familia yake nchini Rwanda. Claudine anasema ndio maana anajaribu kuzungumza naye kila mara kwa simu ili kuhisi kama bado wako pamoja, ingawa hali ni ngumu. Kuona baba anaacha familia na kwenda peke yake akiwacha watoto na mke sio rahisi. Tulikuwa tumefika hatua ya kupewa chanjo tukisubiri kuondoka kabla ya Marekani kusema kwamba hakuna wakimbizi zaidi watakaoondoka. Wakati mwingine nawaambia watoto kuzungumza na baba yao kwa simu moja kwa moja, wanakataa wakisema hatutaki kuzungumza naye, tunajua alipo. Mwezi Januari mwaka huu, baadhi ya wakimbizi kutoka Kongo walirejeshwa kambini wakiwa wamefika uwanja wa ndege wa Kanombe, Kigali, wakielekea Marekani baada ya kuambiwa kwamba Marekani imesitisha mpango wa kuwapa makazi mapya nchini humo. Miongoni mwa wachache walioweza kuzungumza na BBC ni mzee Gatanazi Cyubahiro. Tayari alikuwa ameshauza mali yake yote. Akagakoti nambaye. Hii suti ndio nilikuwa nimepanga kuvaa katika safari yangu kwenda Marekani. Imeniathiri kwa njia nyingi. Kwanza ikiwa ni umaskini. Ukishauza vifaa vya nyumbani ukijua unaondoka bila chochote inaumiza. Pili, upo katika njia panda, yaani haujui unaenda au la. Unajua, mtu akipanga kuhama kisha mipango ya kuhama ikashindikana, inakuwa ngumu kurudi pale alipotoka. Gatanazi mwenye umri wa miaka 70 alikuwa amepangiwa kwenda na familia yake. Kinachomvutia zaidi kwenda Marekani ni mustakabali wa familia yake. Mimi siwezi kufanya kazi tena, lakini nina vijana wa kiume na wa kike ambao wamedhamiria kufika huko Marekani na kufanya kazi, kujikimu, kujiendeleza na kuona maisha yao ya baadaye. Mpango wa makazi mapya kwa baadhi ya wakimbizi wa Kongo umekuwa ukitekelezwa na serikali ya Marekani kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Msemaji wa shirika hilo nchini Rwanda, Tim Shofner, alitoa jibu kwa maandishi. UNHCR iko tayari kuendelea kufanya kazi na utawala mpya wa Marekani kutafuta suluhu kwa swala la wakimbizi wanaohitaji usalama, ikiwa ni pamoja na kuwapatia makazi mapya nchini humo. Kwa ujumla, ni muhimu kutambua kwamba wakimbizi katika mchakato wa kuwapatia makazi mapya Marekani wanakabiliwa na kusubiri kwa muda mrefu kuunganishwa kwa familia au kupata makazi mapya kwingineko.
Ni taarifa yake Ive Buchana. Huku Tanzania ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo ambayo ina jukumu la kusimamia uchaguzi na kuhakikisha kuwa wananchi wanashiriki katika uchaguzi huru na wa haki, imekumbwa na ukosoaji kutoka kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya upinzani ikiwemo chama cha ACT Wazalendo. Akizungumza na mwenzangu Roncliffe Odit katika makao makuu ya chama hicho, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu ameonyesha kutokuwa na imani na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania INEC. Sijaona bado mwelekeo wa kuhakikishia Watanzania kwamba uchaguzi huu utakuwa huru, haki na wa kuaminika. Tumefanya kazi kubwa ya kushiriki makongamano, kikosi kazi, kusukuma kwa ajili ya mabadiliko ya kupata chaguzi huru na haki. Bado mazingira hawajamridhisha mtu wa kawaida kwamba kweli Oktoba hiyo akienda kupiga kura yake itahesabiwa na yule aliyemchagua ndiye atakayekuwa mshindi. Ina maana kwamba hata wewe bado hauna imani na Tume Huru ya Uchaguzi? Sina imani na Tume Huru ya Uchaguzi, lakini kama mwanasiasa ninajua wajibu wangu ni kuendelea kusukuma kwa ajili ya mabadiliko, na imani hiyo tutaipata. Tutaongea na wananchi, tutawahamasisha na kuhakikisha wanashiriki kwenye uchaguzi ili kwenda kuleta mabadiliko. Tulitegemea wakati huu tuliofika tume ingekuwa imefika mahali pa kuaminika. Tulisukuma tupate sheria Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini badala yake tumepata sheria ambayo ni kama imetupa nusu, na pia huioni tume yenyewe ikiwa mstari wa mbele kujitanabaisha kwamba inakwenda kufuta historia ya 2019, 2020 na 2024. Kwa hiyo mimi nilitamani kuiona tume ikija mbele ikiwahakikishia wananchi, ikiwahakikishia wanasiasa, ikiwahakikishia washiriki wote na wapigania demokrasia kwamba uchaguzi utakuwaje, kwa sababu huu ndio mchakato wenyewe. Ile siku ya kupiga kura inakuwa tu ni siku ya mwisho. Hapa sasa hivi ndio watu wanatakiwa wajenge hiyo imani kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ni kitu gani ambacho Tume Huru ya Uchaguzi ilipaswa kufanya ili kuhakikishia Watanzania na nyinyi kama wanasiasa kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki? Kwanza tulitegemea ile sheria yenyewe iliyounda tume ingie kazini. Sisi ni wanasiasa, wananchi wanatamani kitu cha kuwatoa sehemu moja waongeze hiyo imani. Sheria inasema kwamba sasa hivi makamishna wa tume watachaguliwa kwa njia ya ushindani. Watapita kwenye mchakato wa kiushindani na watapitishwa, na wale bora ndio watakwenda kuteuliwa na rais. Hakijafanyika chochote, na huoni wakitaka kufanya hivyo. Badala yake wanawalinda hawa waliopo waendelee kumaliza muda wao. Kisiasa hawa wangeweza kujiuzulu, tukaingia kwenye mchakato ili watu wajenge imani na tume. Jambo ambalo limepiganiwa. Habari ya kupata Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi sio la leo. Tunaongea miaka 32 ya vyama vingi vya siasa katika nchi ya Tanzania. Tulitamani tuone hatua ambao kweli ingewaelekeza watu kwamba hii tume inaenda kufanya kitu tofauti. Kwa mfano, wasimamizi wa tume wawe wasimamizi wa kudumu, wawe waajiriwa wa tume, wasiwe wa kuwazima, na hata kama wataenda mbele na kuwazima wasiwe wakurugenzi wa halmashauri, kwa sababu hao wengi wamekuwa ni wanasiasa na tumeona jinsi ambavyo wameleta shida kwenye mchakato wa 2020 hata mchakato wa 2024. Dorothy Semu anahitimisha mazungumzo baina yake na Roncliffe Odit, akituelekeza viwanjani kwake Shadrack Mwansasu. Naam, asante sana Regina Msionda. Ni kwamba tukianzia barani Afrika katika ligi ya mabingwa kwa upande wa soka, ni kwamba klabu kubwa na maarufu nchini Misri kwa maana klabu ya Pyramids hatimaye imefanikiwa kuweza kutoa taji lao la ligi hii ya mabingwa. Hii ni baada ya kuifunga klabu ya Mamelodi Sundowns kutoka kule nchini Afrika Kusini mabao 2-1 kwenye finali wakiwa nyumbani na kuweza kuibuka kwa ushindi wa jumla mabao 3-2. Lakini kumbuka kwamba kwenye mchezo wao mkondo wa kwanza kwa maana finali ya mchezo wa kwanza ni kwamba mchezo huo ulichezwa pale nchini Afrika Kusini na ulimalizika kwa sare ya timu hizo kuweza kufungana goli 1-1. Fiston Kalala Mayele wa klabu ya Pyramids katika mashindano yao sasa amekuwa ndio mfungaji bora wa mashindano haki katika jumla magoli 9. Kwingineko, Jumamosi ya wiki lililopita kulikuwa na burudani pia ya soka ambapo ligi ya mabingwa barani Ulaya klabu ya soka ya PSG kutoka pale nchini Ufaransa iliweza kutoa taji lao la mashindano hayo. Ni baada ya kunyanyasa Inter Milan kutoka pale nchini Italia kwa kichapo cha mabao 5-0. Kwenye mchezo huo PSG pia walitawala kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba wapinzani wao hawakuweza kufurukuta.
Lakini wakati huo zipo taarifa kwamba baada ya PSG kuweza kutoa taji hilo nyumbani kwao nchini Ufaransa, watu wawili ambao ni mashabiki wa soka wa timu hiyo waliweza kufariki dunia, huku mamia ya watu pia kikamatwa. Hii ni baada ya kuemewa na furaha katika ushindi huo. Takriban askari wapatao 5400 walikuwa mjini Paris baada ya mchezo huo, na maji ya kuwasha moto waliweza kuwarushia mashabiki hao kwenye maeneo ya Champs-Elysees mjini Paris. Na pia zipo taarifa kwamba wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ya Ufaransa ilisema kwamba watu hao 192 waliweza kujeruhiwa katika tukio hilo. Mwisho dondoo za michezo kwa ufupi asubuhi ya leo. Naam, shukrani. Habari kwa asubuhi ya leo ni pamoja na duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine inafanyika leo mjini Istanbul, Uturuki. Tume huru ya taifa nchini Tanzania yakumbwa na ukosoaji kutoka kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya upinzani ikiwemo chama cha ACT Wazalendo. Na katika gumzo asubuhi ya leo tunaangazia kukithiri kwa mashambulizi ya Israel. Na je, hali hiyo inaashiria nini haswa? Hii ni BBC. Kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa Afrika ya Kati. Mimi ni Regina Mziwanda. Na maafisa nchini Nigeria wametahadharisha kuwa kuna matumaini madogo ya kuwapata wakiwa hai watu takriban 500 ambao bado hawajapatikana baada ya mafuriko ya ghafla katika jimbo la Niger. Mvua kubwa zilisomba nyumba na madaraja wiki iliyopita. Maafisa wa eneo hilo wanasema idadi ya vifo inaongezeka na kufikia watu 200 kwa jana Jumapili, ongezeko kubwa kutoka watu 110 siku ya Ijumaa. Kufuatia hali hiyo, kuna hofu kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka. Jamhuri mwa vyombo na maelezo zaidi. Baadhi ya wale waliopoteza idadi kubwa ya wapendwa wao kutokana na mafuriko hayo ni bwana mmoja aitwaye Adam Yusuf mwenye umri wa miaka 39. Yeye amepoteza ndugu wa karibu 9 akiwemo mkewe, mtoto na mwingine mchanga pale mji wao uitwao Tifin Maza ulioko jimbo hilo la Niger kaskazini ya kati mwa Nigeria ulipovamiwa na mafuriko hayo. Naye bibi mmoja mwenye umri wa miaka 65 ameelezea jinsi alivyoponea chupu pale nyumba yao alipokuwa anaishi na mwanawe na wanafamilia wake wengine iliposombwa na maji na kupoteza kila kitu ikiwemo fedha na mazao ya shambani ambayo wameyataja kuwa ni magunia 11 ya njugu na mengine 7 ya nafaka zingine, huku machozi yakimbubujika. Ameelezea pia kwa masikitiko makubwa jinsi jengo moja la madrasa lililokuwa jirani na kwao lililokuwa linahifadhi karibu watoto 100 lilivyosombwa na mafuriko hayo. Kufikia sasa watu zaidi ya 200 wamethibitika kufariki, huku wengine wakiwa bado hawajulikani walipo. Hali katika eneo hilo la Tifin Maza ni ya huzuni tele. Muonekano ni mazingira yaliyojaa tope, masalio ya maporomoko ya majengo, nguo na bidhaa nyingi za matumizi ya nyumbani ikiwemo mavuno ni baadhi ya ushahidi wa hasara ya uhai na viashiria vya mali zilizopotea. Maafisa wanasema baadhi ya mili ya watu ingali chini ya tope hilo, huku wanavijiji hao pia wakiendelea na jitihada za kuitafuta na kuitoa kwa ajili ya maziko stahiki. Kwa ukubwa, eneo lililoathiriwa linajumuisha mji wa kibiashara wa Mokwa ulio na wakazi wapatao 400,000 huko kaskazini ya kati mwa Nigeria. Maafisa wa kutoa huduma za kukabiliana na majanga wanasema hali ya kutofuata mipango miji pia imechangia na kulaumu ujenzi katika sehemu zilizokuwa mikondo ya maji na vile kuzibika kwa mabomba ya kuondosha maji taka kuwa baadhi ya vilivyochochea maafa hayo. Watabiri wa hali ya anga walikadiria kuwa mvua itajisha kwa wingi msimu huu katika eneo hilo, lakini waathiriwa na wanavijiji kwa jumla wamepinga kauli za awali kwamba kisababishi cha mafuriko hayo ni mvua zinazoendelea, huku wakieleza jinsi maji yalivyofurika kwa mkupuo. Kuna taarifa za kuporomoka kwa bwawa au eneo la mbali na hapo ambalo lilikuwa likihifadhi maji, lakini serikali bado haijatoa kauli rasmi kuhusiana na hilo. Baadhi ya waathiriwa wanahifadhiwa katika makambi ambapo wanapewa misaada ya kiutu, lakini huku mvua zinavyoendelea hali ni ya wasiwasi tele. Niger ndilo jimbo la 4 kwa ukubwa nchini Nigeria, linakadiriwa kuwa na ukubwa wa ardhi inayozidi nchi ya Ubelgiji au Uswizi. Ni Jamhuri mwa vyombo.
magari ya kivita ya Israel na ndege zisizo na rubani yamefyatua risasi kwa Wapalestina waliokusanyika katika maeneo ya ugawaji misaada yanayoendeshwa na kundi linaloungwa mkono na Marekani huko Gaza na kuwaua zaidi ya watu 30 katika mji wa Rafah pekee. Wanamgambo wa Hamas wanataka mabadiliko katika mkataba wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na Marekani, lakini mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff amesema jibu la kundi hilo ni lisilokubalika kabisa. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imearifu kwamba idadi ya vifo ni zaidi ya watu wapatao 61,700, ikisema maelfu ya watu hawajulikani walipo. Wakati huo mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu wameilaani Israel kwa kuwazuia kutembelea ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, ajenda ikiwa ni kujadili mipango ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na Mashariki ya Kati Mohamed Abdurrahman kutaka kufahamu zaidi kuhusiana na mashambulizi ya Israel yanayokithiri na ni kama hawajali tena nani atasema nini. Je, hali hiyo inaashiria nini sasa? Hilo la Israel nani atasemaje halikuanza leo, limeanza tangu alipoanza mashambulizi yake dhidi ya Hamas na makundi mengine ya wenye siasa kali kule Gaza. Hiki kinachotokea hivi sasa ni mwendelezo wa ile sera yake ya kuendelea kuyahujumu maeneo mbalimbali ya Gaza. Ni jambo ambalo linazidi kuleta athari kwa Wapalestina wasiohusika, hasa ukizingatia hali za raia na akina mama katika eneo hilo. Kuna wale wanaosema ni katika mwendelezo wa yale ambayo Waziri Mkuu Netanyahu aliyazungumza na Rais Donald Trump kwamba Wapalestina wahamishwe jumla kutoka Gaza. Hilo linawezekana? Hilo limekuwa na utata kwa sababu Trump akitegemea kwamba ni swala ambalo lingeungwa mkono na baadhi ya nchi za Kiarabu na hasa zile za eneo la Ghuba, lakini ikaonekana kwamba nchi hizo haziko tayari kulikubali hilo, na hasa Saudi Arabia ambayo inazingatia kuwa suluhisho pekee la mzozo wa Mashariki ya Kati katika mgogoro huu kati ya Israel na Wapalestina, ambapo madola haya yataweza kuishi kwa pamoja kwa amani na usalama. Hilo limekataliwa tangu awali, lakini Israel inashikilia kwa sababu ina sera yake na inajaribu kuiendesha sera hiyo kiubabe na taratibu inajaribu kujisogeza mbele kwa kuyateka maeneo kadhaa huko Gaza, lakini kwa sasa inaonekana kwamba hali ni ngumu. Hivi majuzi Rais Donald Trump alikuwa Uarabuni ambako alipokelewa kwa taadhima ya hali ya juu na hata kupewa zawadi ya kifahari. Hivi hili la Gaza kamwe halikupata mtetezi kwa sababu Rais Donald Trump bado alikuwa akizungumzia hatua za kutafuta kumaliza vita vya Ukraine akiwa huko, lakini kuhusu Gaza je? Mimi naamini kwamba suala la Gaza lilikuwa katika mazungumzo na msimamo wa Saudi Arabia unafahamika wazi. Kwa hivyo Marekani ilijizuia kuliweka bayana suala hilo kuepusha mvutano zaidi na upinzani kutoka kwa Israel, wakati Saudi Arabia inafahamika vizuri juu ya msimamo wake, na hasa usisahau Saudi Arabia ilijizuia kufikia mapatano fulani ya kibiashara pamoja na Israel hadi kwanza Israel imekubali juu ya swala zima la kuwepo dola mbili, dola ya Palestina na dola ya Israel, jambo ambalo Israel hadi sasa chini ya serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inalikaidi. Kuna mazungumzo gani kuhusu hilo la kutafuta afueni kwa Palestina, hata kama huenda mazungumzo yanazungumzwa kando ama kichini hivi? Mimi naamini kwamba mwendelezo wa mazungumzo kuhusu mustakabali wa Mashariki ya Kati umo zaidi mikononi mwa nchi hizo ambazo ndizo zinazoelekea kuhusishwa katika mchakato huu kwa njia moja au nyingine, angalau na Marekani, lakini kwa mataifa mengine ya Kiarabu sidhani, na sababu ni nyingi kwamba nchi zenyewe zimegawika, zimedhoofika kiuchumi na hali kadhalika nyingine zina mivutano ya ndani. Kwa hivyo suala la Wapalestina limebakia kuwa ni suala la jumuiya ya kimataifa kwa kushinikiza kwamba Israel iheshimu maazimio yote ya Umoja wa Mataifa ya kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo huo kati yake na Wapalestina. Ufaransa na mataifa machache yamejaribu kuisema Israel hadharani na kwamba huenda wanatenda uhalifu dhidi ya binadamu kinyume pia na sheria za kimataifa, lakini hakuonekani hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Hii inaleta taswira gani? Kwanza niseme kwamba Ufaransa pamoja na nchi nyingine
zimechelewa. Kwa hakika hazikutaka kwanza kufanya hivyo, kwa sababu suala la kukiukwa kwa haki za binadamu Gaza kutokana na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na Israel ni suala ambalo limekuweko kwa muda mrefu, na hali kadhalika kilio kutoka kwa raia wa nchi hizo zenyewe ndio kilichozifanya nchi hizo ikiwemo Ufaransa kuweza kukaa na kujifikiria upya juu ya sera yake kuelekea Israel. Inayochukuliwa hivi sasa sio sera iliyokuwa ikitumiwa hapo kabla. Kwa hivi sasa hali imekuwa ni nzito. Umeniuliza swali lako linatoa taswira gani? Inatoa taswira kwamba suluhisho la Mashariki ya Kati hivi sasa haliwezi kupatikana tena kwa mtutu wa bunduki, lakini zinatambua pia kwamba suluhisho la mzozo wa Mashariki ya Kati limo mikononi mwa utawala wa Donald Trump nchini Marekani, ambao ndio unaendelea kuiunga mkono serikali Netanyahu nchini Israel, na hali kadhalika ndio uliochukua ufunguo wa kujaribu kuleta suluhisho katika mzozo huo, hata kupatikana kwa maafikiano katika mzozo kati ya Hamas na serikali ya Israel. Hivi inaingia kichwani kwamba Waisraeli wanatumia nguvu na silaha katika eneo wanalolikalia na bado wanashindwa kuwakomboa mateka waliosalia, na kama haitoshi wameshindwa pia kuwasambaratisha wanamgambo wa Hamas na hivyo kuvimaliza vita. Sasa haya yote yanaeleza nini katika jamii ya kimataifa? La muhimu zaidi ni Israel kuzingatia na kutambua kwamba mgogoro huu umekuweko tangu mwaka 1948 baada ya kuundwa kwa dola ya Israel, na kumekuweko na mawaziri wakuu ambao pia walionekana wakati huo kwamba walikuwa na misimamo mikali katika vipindi mbalimbali, ukianzia na David Gurion ambaye anatajwa kuwa ndio muasisi wa taifa la Israel, Menachem Begin, na hali kadhalika Golda Meir ambaye yeye ndiye mwanamke pekee aliyekuwa waziri mkuu hadi hivi sasa katika historia ya Israel. Kwa hivyo nafikiri kwamba wakati huu tulionao, Israel inatambua kuendelea kwa shinikizo la Waisraeli dhidi ya serikali ya Netanyahu ndilo linaloweza kuleta hali ya mabadiliko katika Mashariki ya Kati, kwa kutambua ukweli kwamba vita haviwezi kuleta suluhisho. Kinachosikitisha ni kuwa bado hawa mateka 28 wanaosemekana wanazingatiwa kuachiwa huru, wao wamewekwa na pande zote mbili, na mgogoro huu tunapoilaumu Israel lazima pia tuilaumu Marekani. Marekani kitaka patikane azimio lolote litakaloleta mwafaka katika mzozo huu, hilo linaweza kupatikana katika muda wa masaa 24, lakini kunaelekea bado kuna vuta nikuvute kati ya Israel, Marekani kupitia mjumbe wake maalum katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff, na hali kadhalika wa Palestina. Hatimaye kipi kitarajiwa katika siku zijazo za muendelezo wa mashambulizi, uhaba wa chakula kwa Wapalestina, hali zinazosababisha kuhatarisha uhai? Hilo linaweza likazingatiwa, lakini kuna moja kubwa. Israel imeshatoa kauli kwamba vita vya Gaza vinaweza tu kumalizika ikiwa Hamas watakuwa tayari kuweka chini silaha, lakini tukumbuke kwamba kuweka chini silaha Hamas kutakuwa na maana ya kwamba ni kusalimu amri, na si Hamas wala si makundi mengine ya Wapalestina ambaye atakuwa tayari kuweka chini silaha, na ni mazungumzo tu. Hata akifikiwa baada ya muda fulani, tunaohisi kwamba makubaliano yale yanakanyagwa na matumaini yote yanavunjika. Kumekuweko na makubaliano matatu tangu ulipoanza mgogoro huu wa tarehe 7 Oktoba, lakini mpaka sasa hakuna makubaliano yaliyoweza kutimizwa katika njia ya ukamilifu na kutoa matumaini. Mchambuzi wa siasa za kimataifa na Mashariki ya Kati Mohamed Abdurrahman akihitimisha mazungumzo nami. Unaweza kutembelea tovuti ya BBC, na kuna taarifa kwamba mawakili wa Tundu Antipas Lissu wabisha hodi Umoja wa Mataifa, lakini vile vile hivi leo atafikishwa mahakamani tena. Hivyo basi taarifa hii imeandikwa kwa utuo na uchambuzi wa kina. Tembelea ili kuweza kujisomea yale yaliyoandikwa hapa. Shukrani kwa kusikiliza matangazo ya Amka na BBC. Jioni tunayo matangazo ya Dira ya Dunia kwenye redio, lakini vile vile tunayo katika televisheni usiku wa saa 3. Tembelea tovuti ya BBC, kadiri taarifa zinavyotukia tunakuwekea hapo. Halima Nyanza ndiye msimamizi wa matangazo haya, Florian Kaijage mhariri, lakini vile vile mitamboni Samba Tenzi hapa Dar es Salaam. Kule Nairobi ni Davis Mwasaru, michezoni Shadrack Monsasu, bila kumsahau Beldin Waliaula.